Bwana, mambo vipi? Welcome to another episode of the weekly update show. Kama kawaida, jina langu ni Beka Smasha. Alafu hapa tunakupatia what's been trending all over the week katika stories za Kenya, East Africa na the whole world kwa ujumla. Na moja ya story ambazo zimekuwa zikitrend hii week ni mwanadada fulani ambaye alilala na jamaa kutoka South Africa pale, na baada ya kufanya tendo la ndoa lile, wengi wanasema tabia mbaya, baada ya kukulana bwana, mwanadada akabadilika. Baada ya siku kadhaa, mwanadada akatransform, akakuwa mzee, kwa na sura ya uzee fulani hivi. So kulingana na story, huyu mwanadada ana miaka 31. Alipatana na jamaa fulani wa South Africa na wakafanya ile maneno yenye nafaa kufanywa. So baada ya kulala na huyu jamaa wa South Africa, huyu mwanadada akabadilika na kuwa sura yake ikachukua umbo la binti kizee. Tuseme mwanadada mzee wa miaka kama 80 90 pale. Bwana, ni story ambayo imeleta hisia mseto katika mitandao ya kijamii, na wengi sana wamejiuliza how is this even possible, kwani iko nini? Bwana, ukiangalia hii story iko na ukweli ndani yake ama ni propaganda tu ambazo zinaendelea? Na labda chanzo cha huyu mwanadada kufanyika hivi, labda tuseme ni nini ndio kilifanya mpaka mwanadada akafanyika hivi. Story mingi ambazo zimeletwa pale, lakini ndio hivyo bana. Bwana, story nyingine ambayo imezua gumzo this week ni story yake jamaa fulani ambaye alifanya makeke maeneo ya Bamba kule. Bwana, tukizungumzia Bamba, kuna Rais William Ruto juzi kati alikuwa kule kwa PS Fikirini Jacobs for a Thanksgiving ceremony, na wakati ambapo Rais William Ruto pale alipokuwa akitoa speech yake, kuna jamaa fulani alimkimbilia mbio na Biblia pale, na alibridge security yote ya president na akafikia president pale. Kuna vurugu ambayo lilifanyika pale, watu wakavutana mashati nini, tuliona a lot of commotion yenye ilifanyika pale, na wengi sana walizungumzia story ya security ya president pale, na wengine from another side waliweka politics in it. Wengi waliuliza kwa nini security ya president imelalaje? Mtu anatoka nyuma na run paka anamfikia president pale without them noticing. Story mingi ambazo zilizua mseto pale, na tukiangalia hivi kulingana na that short video yenye ilitoka pale, inaonyesha kwamba ule jamaa alimwambia President Ruto kwamba anatoka Nairobi, na President Ruto alimwelewa na akamwambia akae pale nyuma ya VIP pale kwenye watu walikuwa wamekaa pale. Na siku ya pili baadaye tunaona kwamba huyu jamaa alipata kazi nyingine kubwa sana katika Kenya Ports Authority. Bwana, from vurugu to deal nono katika Kenya Ports Authority. Usiwahi jaribu hivyo, maana wewe ukijaribu itakuwa si bahati yako na utalimwa makonde sana. Bwana, story nyingine ambayo imekuwa ikifanya vizuri pale ni story ya Ali Kiba na Bien. Bwana, tukimzungumzia Ali Kiba na tukimzungumzia Bien, kuna collab ya nyimbo ambao walifanya recently, ilikuwa banga na ilikuwa inafanya vizuri. Ngoma ilikuwa inajulikana kama Finali. Bwana, ni kibao ambacho kimefanya vizuri na ni kibao ambacho kimependwa na wengi sana, na tunavyozungumza sasa kibao cha Finali cha Bien na Ali Kiba kiko na views milioni 31 baada ya miezi miwili tu kiko na views milioni 31. Tukiangalia ile graph ya views zenye zilipanda after release, of course ilipick vizuri, na baada ya Arsenal kuchukua kombe la Premier League ikashoot tena mpaka ikafikia views 31 million views. But the question still remains, what if Arsenal wins the UEFA Champions League? Hiyo ndio swali. Sasa hii Premier League walichukua Arsenal, so what if sasa wachukue UEFA Champions League? I think Bien na
Bien na hicho nani na Ali Kiba wataingiza mtaji mrefu sana kupitia hii ngoma yao, kwa sababu tukizingatia kwamba hii ngoma ilitoka, Bien ni shabiki wa Arsenal na pia pale waliweka mashabiki wengine wa Arsenal ikiwemo Calgraph Jones, na ni kama tu kimpango inazungumzia winning pale, watatii finali nini, so it's a good song, na tunaona kwamba though mimi siombei Arsenal washinde ngoma, washinde ile UEFA Champions League, but kama italeta positive impact kwa ngoma ya Bien, lakini bado sijaenda huko. Arsenal sitaki washinde hii kombe. Bado tukizungumzia story yetu ya mwisho, bwana, mwezi wa 6 ndio unawadia na World Cup ndio inakuja. Bwana, World Cup itaanza tarehe 11 mwezi wa 6 pale mwaka huu, na itaisha tarehe 19 mwezi wa 7 pale, na mechi ya kwanza itakuwa mechi ya Mexico na South Africa pale. Bwana, swali ambalo nataka niulizie siku ya leo ni timu gani ambayo unataka ama unaona inaweza shinda hii World Cup ya 2026? Kuna timu nyingi ambazo ni kali, tukizungumzia France, tukizungumzia Spain, tukizungumzia England, tukizungumzia Portugal, Germany, timu ni nyingi sana. So kati ya hizo timu zote ni timu gani ambayo ungetaka wewe, ama ni timu gani unashabikia katika hii World Cup 2026? Bwana, imekuwa weekly update show kama kawaida. Jina langu ni Beka Smasha, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share and this video kama imekubamba. Tupatane hapa next episode. Bye bye for now.